haizuii kuoza, ila anaangalia imani ya Martha na Mariamu. Walipokubali kumwamini wakatoa jiwe, aliita. Ule uozo uliisha, ile harufu iliisha, ule msiba uliisha. Lazaro alikokuwa kokote kwenye ulimwengu wa roho, roho ikarudi ndani ya mwili na tayari akahuishwa, akaamka mwenyewe, akatembea. Wakamshangilia Yesu na wengine wakakimbia wakihisi labda ni mzimu, lakini kumbe ilikuwa sio, imekuwa ndio. Imani ni ubishi. Ondoa hofu, muamini Mungu, kwa jambo lolote atakutokea. Sema amen. Hebu mwambie mwenzako uamini Mungu sana, utauona utukufu wa Mungu. Mimi siku moja babangu alikufa akiwa madhabahuni kule Kigoma. Alivyokufa tukambeba, hatujajua kama amekufa, tukamweka kitandani, tukamlaza, tukarudi kanisani, tukapiga pambia. Baada ya ibada nikakimbia kumwangalia, nakuta amegakamaa, amekuwa kama mti. Tukaita watu, ukawa msiba. Watu wakapigwa, mbiu zikatangazwa, na tayari wachungaji wakaja. Gari ya daktari, ile ambulance, ikaja kuchukua mwili. Kabla haijachukua, hili neno nikalikumbuka. Nikawaambia watu, kabla maiti haijapelekwa hospitali, tuombe, tuulize Mungu kwamba ni kweli ameamua kumchukua baba. Kila mtu niliyemwambia tuombe alikataa, na waliniona kama nimeugua kichaa cha kufiwa. Wao kwetu Kigoma wanasema agwaya kabonge. Ilikuwa ni shida. Nilikataliwa mpaka ikafika hatua na mimi ni mchungaji, ila wakasema nimeruzi control, wakaniwekea mikono, wakaanza kukemea mapepo. Sasa nikawa kama kichaa, wakakamata mikono yote, wakafungia nyuma, wakapiga na kamba, na wakanipeleka kanisani, wakafunga milango ya kanisa, wananiombea eti na mapepo. Kisa imani imepanda, sikubali mtu azikwe bila kujua ameenda wapi. Maana imani ni ubishi. Jamani, amina. Nilipoomba nikashirikisha na watu waliookoka, tukaomba, Roho Mtakatifu akatuambia msiache, ombeni. Tukaendelea kuomba tangu